Habari ya masiku ndugu yangu mpendwa, karibu tena katika mfululizo wa kujifunza mambo mbalimbali katika maisha yetu ya kila siku. Na leo tunakutana tena tukiwa na funzo, simulizi yenye ubora mzuri, simulizi yenye kuvutia, inayokwenda kwa jina la Kibuyu Cheusi. Simulizi ambayo itakufunza mengi na utajifunza vingi katika mfumo wako mzima wa maisha ya hapa duniani. Ndugu yangu mpendwa, kama ndo mara yako ya kwanza kufungua chaneli hii, basi usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare. Kwani kwa kufanya hivyo utaweza kuwasaidia wengine nao kujifunza kupata ulichokipata. Ndugu yangu mpendwa, karibu tena ukiwa na mimi msimuliaji wako mpendwa MI Original kutoka Tanzania. Ikiwa imeandikwa na mimi mwenyewe MI Original kutoka hapa Tanzania. Karibu sana ndugu yangu. Usiku ulikuwa umetanda kijiji cha Mbuyuni. Upepo wa baridi ulivuma taratibu, ukipapasa nyasi kavu na kusababisha milio ya ajabu kama minong'ono ya mizimu. Mzee mmoja aitwaye Bwana Kenga, aliyekuwa akivua samaki kando kando ya mto Mzinga, aliona kitu kikiwa kimekwama kwenye matope. Kilikuwa kibuyu kidogo cheusi, kimefungwa kwa kamba nyekundu na kufungwa kifuniko cha shaba. Kenga aliokota kibuyu hicho bila kujua kimebeba siri nzito. Ndugu yangu chonde chonde, ndugu yangu chonde chonde na vitu vya kuokota. Alipokishika kibuyu hicho Mzee Kenga, upepo ukavuma ghafla. Maji ya mto yakaanza kuzunguka kwa duara, na sauti isiyokuwa ya kawaida ikasikika ikisema, "Usikifungue Kenga, usithubutu kukifungua." Lakini tamaa ilimshinda. Aliona kama ndani kuna mengi sana ya kushika. Akiona ya kwamba huenda ndani pakawa na mali nyingi sana. Kenga aliona kama pesa nyingi au bahati inaweza kuwa imefichwa humo. Kama vile ambavyo unapokuta pochi barabarani, akili ya kwanza tu itawaza huenda humo ndani kuna pesa, utakimbilia kwenda kuliokota. Ile hali hujui madhara ya baada ya kukiokota itakuwaje. Akiwa nyumbani usiku, Mzee Kenga aliketi karibu na moto, na bila kufikiri mara mbili akakifungua kibuyu cheusi. Akiwa nyumbani usiku, aliketi karibu na moto, na bila kufikiri mara mbili Mzee Kenga akakifungua kibuyu cheusi. Ndipo giza likalipuka kutoka ndani yake, kama moshi mnene wa kivuli. Moto ukazimika,
nyumba ikatetemeka, na sauti ya mwanamke ikasikika ikilia, umenitoa, umenitoa, umenitoa kifungoni, ila sasa utalipa gharama, ila sasa utalipa gharama. Ndugu yangu mpendwa, ndugu yangu mpendwa, Mzee Kenga tayari kashafanya alichokifanya, ameshatenda tayari alichokitenda. Nini tena kitaweza kutokea baada ya kibuyu hicho kufunguliwa? Usikose kufuatilia sehemu ya pili ya kibuyu cheusi. Ni mimi ndugu yako MI Original kutoka hapa Tanzania. Kwa mara yako ya kwanza, usisahau kusubscribe, kucomment pamoja na kushare ili na wenzako waweze kupata hiki ulichokipata. Amani ya Mungu iwe nasi sote kwa pamoja. Asanteni sana.